kuja kufia madhambi, bali alikuja kuifia dhambi singular. Nami nimerudi darasani na nimeelewa mnasemaje kanisa. Lakini tukiabudu kwa njia ya furaha sana na kwaya zetu, na kwaya Burka, kwaya ya Fimbo ya Musa, na kwaya ya hivi wale leo Berean wapo? Do we have the Bereans? Where are they? Okay, Bereans, we are so happy to have you today. Na kwaya ya Mwangaza. Nimegundua huku Kenya ukitaka kunenepa sihangaike kwenda sokoni kununua vyakula, imba kwaya. Ukiangalia kwaya ya Burka na kwaya ya Mwangaza utagundua wote ni wanono. Hii Fimbo ya Musa ya Makachayo bado hawajawa wanono maana it is the junior ministry. Na wao hawatakiwi kuwa wanono maana ndoa zao ni changa. Wataharibu ndoa, waache wawe wembamba hivyo hivyo. Kumbe hawajaolewa. Acha wawe hivyo hivyo wembamba ili wabakizwe huku Kenya na wengine waishie Arusha. Jamani, makambi ni mazuri. Haleluya. Tunawashukuru watu wa mitambo, the PA system team. Mnafanya kazi kubwa na nzuri na hamjawahi kuchoka. Nasi tunawapongeza, Bwana awabariki sana. Na mtu wetu wa lugha za alama, Bwana akubariki. Leo tutakuwa tena tunafanya another expository sermon. Kuanzia kutoka katika Yohana sura ya 12. Tunajengea umo tu kwenye the good news about the great controversy. John chapter 12. You want to enjoy, make sure that you lead. Hakikisha unasoma. Hapo ndipo utaelewa. Usije tu kwenye makambi kama mazoea, unakaa unaona watu wakipita unaanza kudesign magauni ya wenzako. Oh, hili gauni angelibana kwa chini lingempendeza, si ununue la kwako. Kwa hiyo kaa hapa kama darasani, fungua kuandika, andika, jifunze. Jifunze na Mungu. Hili kambi ametubariki, ametupa watu ambao wana uelewa mpana sana. Hata mimi ndio maana nimesema hapa tumekuja chuo kikuu. Mimi nikipanda sio chuo kikuu, ila wenzangu wale wakija tuko chuo kikuu. Soma kamanda, Yohana 12:27. Asante. Yohana mtakatifu 12:27. Anasemaje? Anasema sasa roho yangu imefadhaika. Yesu anasema sasa roho yangu imefadhaika. Nami nisemeje? Nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii. Uniokoe katika saa hii. Lakini ni kwa ajili ya hayo. Ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii. Hapo hujasoma vizuri. Inasema lakini ni kwa ajili ya hayo. It is because of that. Nilivyoifikia saa hii. Nimeifikia au nilivyoifikia saa hii. Twende kazi. Asante. 28. Baba, ulitukuza jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni. Biblia inasema na ikaja sauti kutoka mbinguni. Nimelitukuza. Ikasema nimelitukuza. Nami nitalikutukuza tena. Nami nitakutukuza tena. 29. Basi mkutano uliosimama karibu wakasikia. Walisema ya kwamba kumekuwa na ngurumo. Wengine wakasema malaika amesema naye. 30 mpaka 31. Asante mwalimu. Anasema Yesu akajibu akasema sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Ni kwa ajili ya wanadamu. Sasa it is for the human race. Sasa hukumu ya ulimwengu. Anamalizia kuambia ni kwa nini ni kwa ajili ya ulimwengu. Anasema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atafanywa namna gani? Atatupwa nje. Atatupwa wapi kanisa? Nje. Nisikilize kwa makini tena hapo, tujenge msingi alafu tuhame. Kwanza
Yesu anafadhaika, na anapofadhaika ni kama anajifariji mwenyewe. Yaani baba yako aliugua kansa, ikamtesa mpaka ukamhurumia, hata kimoyomoyo ukasema, Baba wa mbinguni, ikikupendeza mwache apumzike. Sasa baba yako amelala. Sasa msiba ndio huo nao, unaanza kulia, unalia we, lakini baadaye unasema hivi nalilia nini? Si baba aliteseka sana, siacha apumzike. Umejifariji hujajifariji? Sasa hapa mnakuaga watakatifu hata mnapitiliza. Nyie sio wapole, msijifanye wapole. Si nyie ndio mnakuwa kwa maandamano one time. Leo mnajifanya ni watakatifu. Unajua ninavyoanza ndivyo utakavyonielewa mpaka mwisho. Sasa usiponielewa mwanzoni tutapata shida. Natumia all illustrations that I can kukusaidia uelewe. Jamani, haleluya. Yesu amefadhaika, lakini baadaye anajifariji, anasema si ni kwa ajili ya haya ndio nilizaliwa? Kwa lugha nyingine, I was born to die so that they may live. Yesu anasema mimi nilizaliwa ili nife, ili wao wapate kuishi. Anapofadhaika anajifariji, anasema ni kwa ajili ya hayo mimi naliandaliwa hiyo saa. Now neno saa, Wayunani wanatumia maneno matatu kwa ajili ya muda. Neno la kwanza wanatumia neno hora, neno la pili wanatumia neno kairos, neno la tatu wanatumia neno chronos. From the word chronos, that's why you get the word chronology, time according to event. Alafu kutoka kwenye neno hora unapata the word season. Yesu anasema it is because of that season that I was born, that I came into this world. Ni kwa ajili ya hiyo nyakati ya msalaba. Kwa lugha nyingine, Yesu anaongea akiitazama Kalvari. When he was looking at the cross akafadhaika, lakini alipotazama dhumuni la msalaba akamwambia Mungu, sifadhaiki tena, maana nalizaliwa kwa ajili ya msalaba. Ngoja niwape kisa kizuri. Ukinunua kuku mdogo, ukaenda hivi Kenya, kuku ni kuku, ukaenda ukanunua chakula cha kuku, the chicken feed, ukaleta ukanunua ile mifupa, ukanunua mashudu. Kenya kuna mashudu? Mnahitaje? Na nyie ndio mnaniuliza mimi ni nini? Kwa mfano ukichukua sunflower, alizeti, mnajua alizeti? Hii mafuta mnanuaga kutoka Tanzania, hamuijui? Si nimesema sunflower au sijasema hivyo? Sasa ukikamua hiyo, ile inayobaki mnaita nini? Sunflower husks. Hiyo. Sasa sisi Kiswahili tunaita mashudu. Hebu semeni mashudu. Sema mashudu. Nyie Bulka mnikumbushe Ijumaa walipe ada, tuchukue hela tukukule twende nayo. Maana tunawafundisha Kiswahili, so they must pay for the tuition fee. Pastor Ombole anasema hakuna shida. Kwa hiyo Bulka muandae shemasi atakusanya ada. Semeni amina Bulka. Amen. Tunakula tunasonga mbele. Sasa ukampa hiyo kuku, ukampatia kila aina, ukaweka kuku akawa anaendelea kula, anakula. Unamnenepesha ili afanye nini? Mbona sijawasikia? Unamnenepesha ili umfanye namna gani? Umle. Ndio Yesu Kristo. Yaani Yesu alizaliwa anenepeshwe ili aende wapi? Jamani, ili anenepeshwe aende wapi? That is what he was born for. Ndio maana ukisoma Wafilipi 2 anakwambia akajishusha, akatoa namna ya mwanadamu, namna ya mtumwa, na akafa. Hakufa mauti ya kawaida, hata mauti ya nini wapendwa? Ya msalaba. Yesu anajifariji, anasema Baba, napoitazama Kalvari ninafadhaika, lakini nikiangalia dhumuni la mimi kwenda Kalvari, Yesu anasema Baba, kwa hilo niko tayari kwenda Kalvari, ili watu wa Bulka, watu wa Fimbo ya Musa, Tungaraza na wenzake, na watu wa Mwangaza wao wapate kupona. Ndio maana Yohana anasema, Yesu akasema, mwivi haji ila aibe na kuharibu na kunyang'anya na kuvuruga, lakini mimi nalikuja ili wawe nao uzima, tena wawe nao uzima namna gani? I came so that they may have life, and life in abundance. Na hiyo utaielewa vizuri
mpaka urudi kwenye maneno mawili ya Kiunani yanayozungumzia maisha. Neno la kwanza ni neno bios, neno la pili ni neno zoe. Bios, it is the life that ends at death, but zoe, it is the life that cannot be succumbed to death. Yesu anasema I came so that they may have bios, wawe na uzima mzuri. Yani hata kama tutakufa lakini tuwe tuna uzima mzuri. Jamani, haleluya. Tuwe tuna uzima usiokuwa na magonjwa, tuwe tuna uzima usiokuwa na chuki, tuwe tuna uzima wenye amani. Lakini hata tutakapokufa, Yesu anasema tutakuwa na uzima tele, the life that cannot be succumbed by death. Aliyenielewa na aseme amina. Ndio maana Yesu Kristo alikuja. Sasa anapomaliza kusema hivyo, Yesu anamwambia Baba, unitukuze. Mungu anajibu na kumwambia, ninakutukuza. I am glorifying you now and I will glorify you later. Naomba uelewe hapo, ninakutukuza sasa na nitakutukuza baadaye. Baadaye ya lini? Sasa ndio utakapoenda kunielewa vizuri. Alafu anamalizia Yesu kusema, hayo maneno hayakusemwa kwa ajili yangu, yalisemwa kwa ajili yenu. Na mwisho anamalizia kusema, sasa hukumu ya ulimwengu ipo. Neno ipo anatumia neno la Kiunani st. St, it is there and it continues to be there. Inaendelea hata sasa. Alafu anamalizia na kusema, na mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Neno la Kiingereza limetumia and the prince of this world shall be cast out. Na neno nje wametumia neno exo. Exo ndio nje ya ua wa hekalu. Yani hekalu lilikuwa lina outer court, alafu lina the inner chambers. Si mnafahamu vizuri eh? Jamani, si mnafahamu vizuri? Kwa hiyo ukitolewa nje ndio huko tunapaita exo, unatupwa huko exo, nje. Sasa yuaja mkuu wa ulimwengu naye atatupwa nje. Nje ya wapi? Mnifuatilie na mtaenda kuona. Na Yesu anasema anakuja the prince of this world. Swali letu ni hili, kwa nini shetani aitwe prince? Why is he being called prince? Hapo ndipo tunapoanzia Genesis chapter 1. Fata sasa kwa umakini, tusonge mwisho. Mwanzo 1. Genesis chapter 1. Nianze mstari wa kwanza. Mstari wa 26. 26 inasema, anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Sikiliza, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa juu ya nchi. Sasa unisikilize hapo kwa makini, nao tunaanza kuitengeneza idea yetu. Tunataka kujiuliza swali, ni lini shetani akaitwa the prince of this world? Hapo sasa ndio unifuatilie kwa makini. Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, na kwa sura na mfano wa Mungu aliwaumba. Alafu akasema, nao wakatawale, and let them have dominion. Now the word dominion, it is being used in the kingship arena. Katika habari ya ufalme, wewe hapa saizi hauna dominion, you just possess. You possess, you do not have the dominion. Kuwa na dominion, it is more than possessing. Kuwa na dominion manake everything is yours, you are rightful to everything. Wewe saizi una possess. Ndio maana tukimaliza hapa makambi jioni, hauendi kwa nyumba yoyote, unaenda kwenye nyumba yako, maana you just possess part of it. You do not have dominion. To have dominion, that means everything is under your care, everything is under your jurisdiction. Wewe ndio mwenye mamlaka ya kisheria ya kufanya chochote. Yani tungekuwa tuna dominion, maana yake hata kambi ikiisha tunaingia kwenye hiyo gorofa, tunaambia watu waliomo humo ndani toka, tunalala wenyewe, lakini hatuna dominion. Sasa nenda alafu ukute ni tent ya Mjaruo, na mnajua Wajaruo wote wanalala na kitu inaitwa Otugo Diep. Mnaijua Otugo Diep? Kila Mjaluo mwanaume ana kitu inaitwa Otugo Diep, ile lungu. Mnaijua ile lungu ile? Imechongo. Sasa nenda kwa boma hapo, mwambie mtu I have dominion on this house. Utapigwa lungu ngapi tu na utasambalatika. Kwa hiyo sisi hatuna dominion, tuna possess. Na kuna kibaya zaidi, wengine hapa unacho possess ni Tecno tu phone. Hiyo ndio habari mbaya kuliko zote. All that you have with the Tecno smartphone, hiyo ndio una possess. Hauna dominion yoyote ile ya ziada. Sasa Mungu anasema, and let them have dominion. Now nimerudia tena kuambia, the word dominion huu ni msamiati wa kifalme,
sio msamiati wa kawaida. Hao watu wakawe na dominion. Sasa ukirudi kwenye tafsiri na ukisoma kwa kina, utagundua hili neno dominion lilikuwa linatumika kwa mtu alikuwa anaitwa Nasik pamoja na Nesika. Yani alikuwa anatumika kwa mwanamfalme na pia kwa binti mfalme, the prince and the princess. Wakati wa uumbaji, Adamu alikuwa anaitwa the prince Nesik, alafu huyu Hawa alikuwa anaitwa Nesika, binti mfalme. Kwa hiyo Adamu alikuwa ni the prince na Hawa alikuwa ni the princess. Kama umenielewa, nipungie mkono vizuri sasa. Na angalia, mwanamfalme siku zote huwa anatembea na vazi la kifalme. Twende tukaone Adamu na mke wake walivikwa vazi gani. Genesis chapter 2 verse 24. Walivikwa vazi gani? Je, walikuwa na vazi la kifalme au walivikwa vazi gani? Soma Mwanzo 2:24 mwalimu. Anasemaje? Inasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja. Soma. 25 mwalimu, samahani. Nao walikuwa uchi. Nao wote wawili walikuwa uchi. Adamu na mkewe. Wala hawakuona haya. Biblia inasema and they were all naked. Wote wawili walikuwa wako uchi wala hawakuona haya. Sasa nisikilize kwa makini. The pen of inspiration. Ellen White anaandika katika kitabu cha PP, ile sura ya creation, anasema Adam and his wife, they were clothed by the robe of righteousness of God himself. Adam na mke wake walivikwa vazi la joho la utukufu la haki ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama wana na binti mfalme walivikwa vazi la baba yao, aliyenielewa na aseme amina. Amina. Meaning they were the prince and the princess. Biblia inakwambia walikuwa uchi. Sasa utaenda ujue ulikuwa ni uchi upi waliokuwa nao. Tunapanda tena kusonga mbele, Genesis chapter 3. Mstari wa kwanza mwalimu. Hapana, anzia mstari wa 6. Wa 6 inasema hivi. Anasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Wapendeza macho. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitoa katika matunda yake akala. Akampa na mumewe. Naye akala. Wakafumbuliwa macho. Biblia inasema wakafumbuliwa macho wote. Wote wawili. Wakajijua kuwa wa uchi. Shika hapo kwa. Asante mwalimu. Waulize swali. Mwanzoni tumesema walikuwa uchi hawakuwa uchi? Kanisa ongea. Walikuwa uchi hawakuwa uchi? Walikuwa uchi. Walipokula tunda wakajijua tena wako namna gani? Wako uchi. What kind of nakedness is being spoken about here? Mtaenda mnielewe tunapoendelea. Songa kamanda. Asante, nasema mwalimu wangu. Wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wa uchi. Twende. Wakashona majani ya mtini. Wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu. Akitembea bustanini. Wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu. Shika hapo sasa. Asante mwalimu. Nawauliza sasa swali, mwe mnanijibu, maana nikijua mmeelewa napiga hatua kuelekea mwisho. Ukiwa uko uchi, ukachukua majani ya mti ukayawivu, alafu ikawa ni nguo ukavaa, unakuwa uko uchi? Ni nini tena mbaya na nyie leo? Ukichukua majani ya mgomba ukayapitisha vizuri, ukayatengeneza, ukavaa hapa na huku, uko uchi au umevaa? Wao wakakimbia kwenda kufanya namna gani? Kujificha, kwa sababu wako namna gani? Uchi. Na mimi ndio nauliza, walikuwa wamevaa majani, walikuwa hawajavaa majani? Walikuwa wamevaa. Wamestirika, hawajastirika? Kama ni hivyo, maana yake kuna uchi mwingine tunaotakiwa kuzungumza hapa. Na huo uchi ni upi? Mtanielewa vizuri tena swali ambalo Mungu alimuuliza Adamu. Biblia inasema wakaenda wakajificha ili Mungu asiwafanye namna gani? Asiwaone. Soma fungu linalofuata. Mstari wa 6 mwalimu wangu. Wa 6? 9. Asante mwalimu. Bwana Mungu akamwita Adamu. Akamwambia, sikilizeni swali aliyomuuliza. Uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini. Nikaogopa. Shika hapo. Shikilieni hapo. Nikaogopa. Ishike hapo alafu niwaelezee ili muelewe kwa nini Adamu alijibu hivyo. Is God omnipresent?
Mkutano. Is God omnipresent? Yes. Is God omniscient? Yes. Hivi niwaulize swali. Mungu alipokuwa anamuuliza Adamu uko wapi? Alikuwa amuoni? Kanisa changamkeni. Alikuwa amuoni? Alikuwa anamuona. Alikuwa anamuona. Je, Mungu alikuwa na haki ya kumuuliza Adamu uko wapi wakati anamuona? Ndio maana hili neno sasa, nisikilize vizuri. Ukilisoma in Hebrew, it is not a geographical question. Hili sio swali la kijiografia. Mungu alikuwa aulizi GPS ya Adamu, longitude and latitude, wala contour lines ziko Adamu huko pointi ipi. It was not a geographical question. Kwa sababu Mungu alikuwa anamuona Adamu alipo. Hili neno uko wapi? Where are you? Kiingereza maneno matatu, Kiswahili maneno matatu. Lakini ukirudi kwa Kiebrania ni neno moja tu. Ai. Hebu semeni ai. Ai. Semeni basi nisikie. Sema ai. Ai. Maana yake, in what state are you in? Punga mkono kama umenielewa sasa. Maana nilikuacha nimekuvika vazi la nani? Hapa ni michembe imelala. Let me come back. Mimi I'm after understanding. Mimi siko kuwafanya muemke. Hiyo msubiria wakati wa wimbo wa kwaya. Mahubiri amnaga kumachi, mnakaa mpaka tumalize. Kwaya ndio mtamachi, maana hiyo inaamsha maneno. Sisi ni wafundishaji. Mungu alikuwa ameacha amemvika Adamu nini? Joo la nini sasa? La utukufu. Kama mwanamfalme. Saizi Adamu alipokula tunda, joo limefanya namna gani? Limeondoka. Kwa hiyo Adamu uchi wake wa pili sio physical nakedness. It was all about spiritual what? Nakedness. Punga mkono kama tumeelewana vizuri. Ndio maana Mungu anapokuja hamuulizi where are you? In what state are you in? Ndio maana Adamu pamoja na kwamba amevaa, sikiliza jibu alilompa Mungu. Sema sasa. Akasema nalisikia sauti yako bustanini. Nikaogopa kwa kuwa mimi niko nini kanisa? Uchi. Adamu anamwambia Mungu, hilo vazi la prince uliloniachia limeondoka, sinalo tena. Ndio maana nimejificha machoni pako. Kwa lugha nyingine, Adamu akauza haki yake ya kuwa mwana wa nani sasa? Wa Mungu. Aliyenielewa aseme amina. Amina. He sold his right of being a prince. Akaiuza. Na alipoiuza, Biblia inasema akafukuzwa bustanini, akaondoka. Sasa nani aliichukua hiyo haki ya mwana mfalme? Job chapter 1 verse 6. Tuna mount up kuelekea mwisho. Ayubu 1 mstari wa 6. Anasema hivi mwalimu wangu. Anasema ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujidhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Biblia inasema shetani naye akaenda kati yao. Twende kazi. Asante. Mstari wa 7. Bwana akamuuliza shetani. Sikilizeni. Mungu akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Kwa lugha nyingine, under what jurisdiction do you attend the meeting? Ni mamlaka gani kisheria ulionayo? Au wewe ni mbunge unawakilisha kaunti ipi? Wewe ni governor wa wapi? Wa Kajiado? Wa Bungoma? Wa Mombasa? Wa Kitale? Wewe governor wa wapi? Wa Mlima? Unatoka wapi? Maana wanaohudhuria hapa, they have the territory to represent. Where do you come from and what do you represent? Shetani, una represent nini? Sikiliza jibu alilosema. Ndio, anajibu akasema, ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema natoka katika kuzunguka huku na huku humo duniani. Kwa lugha nyingine, I come here representing the planet. Malizieni basi. The planet Earth. What planet? Planet Earth. Kwa hiyo shetani anasema nimetoka kuwakilisha sayari dunia. Sasa sikiliza kalamu ya Ellen White inaongea nini juu ya hilo fungu. Listen carefully. Anasema, na wasomea nukuu kama 3 zinatosha. Ni za Kiingereza, tutaziweka kwa Kiswahili kwa wale ambao watataka kuelewa hivyo. Although Satan and his angels had been cast from heaven, they still could appear in the councils of the Lord at the courts of heaven.
pamoja na kwamba shetani na malaika zake walifukuzwa mbinguni, lakini bado walikuwa wanatokea mara kwa mara katika mabaraza ya mbinguni, katika viambaza au hekalu la wapi sasa? Mbinguni. Mbili. Jua ni kali. Sikia. Satan usurped Adam's position. Shetani if it, to usurp, what does it mean in Kiswahili? Kuwashumu, kunyang'anya, kuchukua kwa nguvu, alinyakua eti. Isa, whatever the case, wewe weka Kiswahili yako ya Kenya iwe ya mlima sawa, wewe weka tu. The devil usurped the position of Adam. Yeah. Sorry. Sikia hapa tena. The devil represented the earth in the heavens council. Shetani alikuwa akiwakilisha dunia katika mashauri ya wapi sasa? Ya mbinguni. Ya nne na ya mwisho. Adam, as the prince of this earth, he lost it in the battle of heaven, and he was no longer supposed to be called a son of God. Adam alipoteza katika pambano la bustanini, na hakutakiwa tena kuitwa mwana wa nani sasa? Wa Mungu. Na kumbuka katika Luka sura ya 3 mstari wa 30, Adam anaitwa yeye ni mwana wa nani sasa? Wa Mungu. Ukisoma na mstari wa 8, Luka anapochukua the genealogy of Jesus Christ, anaitafuta kuanzia juu, anarudi paka chini, alafu anasema and Adam the son of God. Kwa hiyo Adam naye alikuwa anaitwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo shetani alikuwa anaenda mara kwa mara mbinguni kwenda kuiwakilisha sayari dunia. Sasa swali letu ni hili: ni lini hiyo habari ya shetani kwenda kutuwakilisha ilikoma? When did it stop? Ndio Yesu anasema anakuja the prince of this world, lakini hukumu yake tayari imekwisha kukatwa. Na hiyo hukumu ya shetani inakatwa lini? Ni lini shetani ilikuwa ni mwisho kuhudhuria vibaraza vya mbinguni? Now Revelation chapter 12. Unifuatilie tena kwa makini hapo mwisho, uone maneno inavyokaa, usikie the good news about the great controversy. Twende Revelation 12 verse 7. Inasema hivi mwalimu wangu. Anasema kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Akapigana pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Biblia inasema nao hawakushinda. Wala mali pao hapakuonekana tena. Wala kiti chao hakikuonekana tena mbinguni. Mstari wa 9 mwalimu. Mstari wa 9 anasema yule joka akatupwa. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa. Nyoka wa zamani. Aitwaye Ibilisi. Na shetani. Audanganya ulimwengu wote. Ambaye kazi yake ni moja tu: kudanganya ulimwengu. Namna gani wapendwa? Ulimwengu wote. Shika hapo sasa. Sikiliza. Watu wengi sana wamechukua hii text ya Ufunuo 12 wakisema ndio lile pambano la kwanza la shetani mbinguni, ambayo imeelezewa vizuri na Ezekiel 28 katika mfano wa mfalme wa Tiro. Lakini hiki kisa cha pambano hili sio kisa kile cha mfalme wa Tiro. Hiki kisa ni the post-cross fight, the post-cross war. Hivi vita vilipiganwa baada ya msalaba, kwa sababu baada ya Yesu kufa pale msalabani, Yesu alitakiwa arudi mbinguni so that he may present his sacrifice unto the master seat. Afike kwenye kiti cha Baba, aende akamwambia Baba, kafara yangu imemalizika. Na Mungu akishamwambia kafara yako imekubaliwa, hapo ndipo sasa ufalme na uprinsi wa shetani umekwisha, na Yesu Kristo amekuwa ndiye Adamu wangapi sasa wapendwa? Wa pili. Amina. Unga mkono kama tunaelewana vizuri. Very good. Sasa nifuatilie kwa makini. Vita vikapiganwa. Walipiganaje vita? Sikiliza malaika alivyouliza swali, Ufunuo 5 mstari wa 4. Inasema hivi. Nami nikalia sana. Ngoja.
Anzia mstari wa kwanza kuweka context. Ufunuo wa Yohana 5 mstari wa kwanza. Anasemaje? Anasema hivi mwalimu. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake. Nikaona katika mkono wa kuume wake. Yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Kimetiwa muhuri 7. Kimetiwa mihuri 7. Mstari wa pili. Sawa. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri. Kwa sauti kuu. Kwa sauti kuu. Nani astahili kukufungia kitabu? Akauliza swali. Nani astahili? Who is worthy to open that book and to break his seals? Ndiyo. Mstari wa 3. Akasemaje? Wala hapakuwa na mtu mbinguni. Hapakuonekana mtu mbinguni. Wala juu ya nchi. Wala chini ya nchi. Aliweza kukifungua hicho kitabu. Alikuwa na mamlaka kukifungua hicho kitabu. Wala kukitazama. Mstari wa 4. Sawa. Nami nikalia sana. Yohana anasema nikalia sana. Kwa sababu hapakuonekana mtu astahili kufungua hicho kitabu. Wala kukitazama. Mstari wa 5. Na mmoja wapo wale wazee akaniambia. Biblia inasema mmoja wa wale wazee 24 akaniambia, usilie. Tazama. Simba aliye wa kabila wa Yuda. Shina la Daudi. Yeye ameshinda. Mpaka kukifungua kile kitabu. Na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati. Alafu Yohana anasema sasa nikaona katikati ya kile kiti cha enzi. Na wale wenye uhai 4. Katikati ya wale wazee. Mwana kondoo amesimama. Analeta Kalvari sasa. Nikamuona yeye anayestahili kwenye kile kiti. Ni yeye aliyekuwa na sura kama ya mwana kondoo aliyechinjwa. Maana yake ni kwamba the fight was here. Shetani anasema hicho kiti ni changu, mimi ndio ninawakilisha sayari dunia. Yesu anasema hicho kiti sio chako, na anayestahili kukikalia hicho kiti ni lazima kwanza awe kama mwanakondoo aliyechinjwa. Shetani anauliza swali, ulikufa msalabani? Sikufa msalabani. Basi wewe ustahili kukikalia hiki kiti. Shetani akaambiwa wewe hapa sio mahali pako. Yesu Kristo akaja, watu wakaulizana ni nani anayestahili. Yesu Kristo akija alikuwa anakiendea kiti kama mwana mfalme, simba wa kabila la Yuda, lakini wakimtazama wanamuona kama mwana kondoo aliyechinjwa. Amina. Ndio maana siku nafungua makambi niliwapa kauli, mlichukulia kimchezo. Niliwaambia hivi, much as the devil was cunning at the Garden of Eden, he was made a fool at the cross. Amina. Shetani huruhusiwi tena kwenda mbinguni. The gates of heaven shall be closed and you shall be thrown out. Utatupwa nje. Ndio maana Biblia kwenye Ufunuo 12 inasema nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena. Haleluya. Amina. Shike jirani yako mkono, mwambie huko mbinguni. Mwambie jirani huko mbinguni. Haushtakiwi tena. Mwambie haushtakiwi tena. Maana yule mshtaki ametupwa nje. Biblia inasema mahali pao hapakuonekana tena. Mimi sione hata watu. Jamani, mahali pao hapakuonekana tena. Alafu kwenye kile kiti ameketi yeye mwenye sura kama ya mwana kondoo aliyefanya namna gani? Aliyechinjwa. Ndio maana Yohana akiandika akatuambia hivi, watoto wadogo na waandikieni haya ili msitende dhambi, lakini ikiwa mtatenda dhambi tunaye, haleluya, muombezi mbinguni. Kwa nani sasa? Kwa Baba. He is your advocate. Achana na hizi kesi zenu za hapo mlimani, ile mahakama yenu ya mlimani, kesi zenu zile, mara mnaenda sijui mnasema this election was opaque, sijui and what. Mnabeba na magari ya ushahidi mwingi. Huyu wakili wetu wa mbinguni hahitaji mafaili. Semeni amina. Amina. Hahitaji mafaili, yeye atasimama na kwa damu yake wewe umepona. Hallelujah. Amina. Simple as that. That is the good news. Amen. About the great what? Controversy. Nasikia hajakaa tu mbinguni, amekishika nini sasa? Kiwaona wasabato walivyovaa unajua ni magenius. Na kweli ni magenius. Akaenda mbinguni, akaketi. Jamani, akafanya namna gani? Akaketi. Akakichukua nini sasa? Kitabu. Chenye mihuri mingapi sasa? 7. Hicho kitabu ndio unajua the history of redemption. Hicho ndicho kisa cha nini sasa? Cha ukombozi.
Hicho kitabu ndio kimebeba eskatolojia yote. Hicho kitabu ndio kinajua ni lini Jumapili itatangazwa. Hicho kitabu ndio kinajua ni lini mamlaka ya shetani itaisha. Hicho kitabu ndio kinajua ni lini mlango wa rehema utafanya namna gani, utafungwa. Hicho kitabu ndio kinajua ni lini mapigo 7 yataujia ulimwengu. Hicho kitabu ndio kinajua ni lini amri ya Jumapili ikishatangazwa na kushika kasi, mateso na ile taabu ya Yakobo itakuja. Hicho ndicho kitabu chenye ile siri ya ukombozi. Kinajua ni namna gani watu watakavyookolewa, kinajua ni namna gani shetani atakuwa na nguvu, kinajua mwanzo mpaka mwisho. Hatuna tena mwingine wa kumtumainia isipokuwa yeye aliyekishika hicho kitabu. Amina. Na hakuna jambo linatokea mpaka avunje muhuri yeye mwenyewe. Na ndio maana utagundua, ningekuwa ninaendelea na hii semina ya ufunuo mwanzo mpaka mwisho, utagundua muhuri unavunjwa mbinguni, lakini tendo linatokea wapi? Duniani. Muhuri wa kwanza, farasi mweupe. Muhuri wa pili, farasi mwekundu. Muhuri wa tatu, farasi mweusi. Muhuri wa 4, farasi wa kijivu. Muhuri wa 5, roho chini ya madhabahu. Muhuri wa 6, tetemeko na ngurumo. Muhuri wa 7 utakapofunguliwa, pap, mwisho. Biblia inasema kukawa mbinguni kimya kama muda wa nusu saa. Maana muhuri wa 7 atakapofungua, ataufungua akiwa amesimama, na akishamaliza kufungua, malaika wote, wazee 24, viumbe vyote vya mbinguni vinaondoka. Mbinguni hakuna tena mtu kuimba, kimya. Anashuka mwenyewe, na akishuka hatafika chini. Akiwa juu atasema, amkeni enyi mliolala katika pendo langu, amkeni. Akisema mara ya 3, amkeni, kwa mamlaka ya jina lake makaburi yatafunguka. Amina. Amina. Na watakatifu watapanda kwenda kuirithi nchi. Jamani, haleluya. Amina. Good news about the great controversy. Sasa sikia, nisikilize kwa makini. Baada ya Yesu kuwa amekikalia kiti, malaika wakaimba wimbo. Rudi Ufunuo 12 sasa, twende mwisho. The angels sang a song. Anzia mstari wa 10. Asante, nasema nikasikia sauti kuu mbinguni. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa wokovu. Sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yule mshtaki wa ndugu zetu. Yeye ashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Malaika wanashangilia. Guys, sikiliza. Kama ulikuwa unafikiria shetani ni kiumbe wa kuchezea, alipotupwa malaika walishangilia. Malaika wanajua uzito wa pambano. Malaika wakashangilia, wakasema sasa kumekuweko na wokovu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Wakashangilia, maana yule mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Sasa mimi nikawa na washangaa malaika. Kama shetani ni mshtaki wa ndugu zao ambao ndio mimi na wewe, kwa nini shetani atupwe hapa tena? Kama malaika wenyewe wanajua kazi yake ni kutushtaki sisi, kwa nini wamwache atupwe hapa? Alafu sikiliza, malaika walipomaliza kuimba wakaitana, njooni angalieni kule alikotupwa. Walipochungulia kuangalia, malaika wakasema, ole wa nchi na nini wapendwa, na bahari. Yani wamemuona shetani ametupwa, ole wa nchi na bahari. Ngoja niwape vielelezo chepesi. Sijajua huku Kenya inatokeaje. Hivi nyie hamjasikia kwenye magazeti na vyombo vya habari, mama amkata mkono mtoto wake kwa kuiba mboga jikoni? Simjibu. Na hiyo habari mkisikia mnaona ni jambo la kitoto. Mimba miezi mingapi? Ukiachana na mimba miezi 9, kuna kazi unatakiwa uirudie. The style through which uliipata hiyo mimba. That was also another struggle. Alafu ukaibeba miezi mingapi? 9. Nilipozungumza style ya kileo nimekimbilia kwenye ile. Una akili mbaya. Mungu na awasamehe. Nachomaanisha, kuna wengine tumbo haibebi mimba paka akanywe dawa, si ni kweli? Apite abebe miti shamba, kumbe nyewe mmewaza yale mengine. Mungu na atakasa vichwa vyenu. Mimba miezi mingapi tumesema? 9. Ukahangaika kliniki, mtoto mara ana polio, weka chanjo, mtoto wako anafikisha miaka 5, unakata mkono au unamchoma mkono kwa sababu kaiba mnofu wa nyama. Na nyinyi mnafikiria shetani ni kiumbe wa kuchezea?
vijana wawili walikuwa wanazini, mtu na mchumba wake. Ilikuwa ni 31st of December usiku. Wamefanya uzinzi. Asubuhi ikafika, kijana akasema achukue pikipiki akimbie huku Kenya mnaita soko, sijui soko, mnada. Tanzania naita mnada wa wanyama, ng'ombe, mbuzi, mnadani. Aende akanunue mbuzi waje wafanye barbecue kusherekea the new year. Mwanaume akaendesha pikipiki akafika akakungua kwenye bonde, kaanguka, pikipiki ile ikaja kwa juu yake, nusu ya kufa. Lakini Mungu akamuokoa, akachubuka tu kidogo, akaenda akanunua mbuzi, akarudi kwa uangalifu paka nyumbani. Alipofika akamuita yule binti, akamuelezea, akamwambia, mimi leo nilikuwa nimefanya nini? Nimekufa. I was dead. Akamsimulia ajali, akaambia, sasa mbona unalia? Akaambia, maana nilikuwa nawaza kama ningekufa na tumefanya uzinzi, maana yake nilikuwa nimepotea kabisa. Basi wakashikana mikono, wakaambiana, kuanzia leo hatutafanya uzinzi paka tutakapofunga nini? Ndoa. Wakakubalia. So wakapiga magoti, wanatazamana, wakashikana nini? Mikono. Wakaomba toba kwa Mungu. Walipokuwa wanafumbua macho baada ya kusema amina na machozi yamewatoka, wakapigana busu, wakazini tena. Na you're joking with the devil. Wale wanaonielewa na wanipungie mkono. Si tunakuja kanisani? Si mnijibu swali, tunakuja kanisani? Na Yesu ameokoa watu wa kila taifa, kabila, na jamaa, lugha na nini? Jamaa. Lakini ukija hapa kanisani, kuna watu wananungunika Pastor Ongaki ni Mkisii. Kwa hiyo akichaguliwa mzee wa kanisa wa Kikisii au wawili watatu kwenye cabinet, wataondoka waseme amejaza wa Kisii wenzake. Kuna watu wako hapa Mkisii akifiwa hawaendi, ila Mjaluo mwenzao akifiwa utaona magari za kila brand zinafanya namna gani. And you're joking with the devil. Na kama hilo linatokea kanisani, ni vipi huko ulaiani? Unataka kucheza na shetani. Kijana anaamka asubuhi, hajui A wala B wala mambo ya serikali, na anaingia kwa barabara one time mpaka parliament, one time. Na anaingia parliament, anakaa, na unafikia shetani ni wa kuchezea. Na unamuona askari amebeba bunduki na anajua akimfyatua mtu atakufa, na anaiachia, hajui kwenye yale maandamano kama mtoto wake yumo au hayupo. And you're joking with the devil. Unamuona mtu anaenda anapewa budget ya kuweka maji, aweke maji hapo maeneo ya haya maeneo yetu ya Mwangaza, mabomba ilete maji, na anabeba hela na ameapa kuilinda na kuitetea katiba, na hela yote wanachukua. Engineer anakula yake, wa procurement anakula yake, nani anakula yake, na wanaweka mabomba, wakifungua maji haitoki, natoka pumzi. Na wakati wanaapa walishika Biblia hawakushika. Si niambie, wakiwa wanafanya vao zao walishika Biblia hawakushika Biblia? Waislamu walishika Qur'ani hawakushika Qur'ani? You're joking with the devil. Hamjasikia maneno kwamba pastor amebaka kanisani? Simnijibu, hamjasikia? Hamjasikia maneno shehe wa msikiti amelawiti watoto? And you're joking with the devil. Hamjasikia muazini amekula hela? Hamjachanga hela kanisa, pastor akaipiga yote? Simnijibu, hamjafanya hiyo kitu? Haujaona hapa? Ngoja niishi hapo, imetosha. Nimeona naenda mbali. Na ndio unaona malaika wanapomuona shetani ametupwa wanashangilia. It was not a joke. Wanashangilia maana huyu kiumbe ana vurugu, huyu kiumbe ana shida, huyu kiumbe ni mjanja, alileta commotion mbinguni paka alipotupwa. Malaika wakashangilia, lakini walipochungulia wakasema ole wa nchi na nini habari. Maana wakichungulia wanamuona Tungaraza yuko bize, Gor Mahia, Mashemeji Debi. Ataokolewa lini? Asubuhi mpaka jioni anaongea siasa. Ataokolewa lini? Ukabila ndio imemtawala, ataokolewa lini?
Ndio malaika wakasema ole wa nchi na bahari, lakini walipochungulia zaidi wakapewa ujumbe wa matumaini. Soma sasa. Sikiliza tena fungu linalofuata. Inasema hivi. Anasema 12. Kwa hiyo shangilieni. Akasema shangilieni enyi mbingu. Enyi mbingu. Nanyi mkao huko. Nanyi mkao huko. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Mwenye ghadhabu nyingi. Akijua ya kuwa ana wakati mchache. Malisia twende. Inasema hivi. Nachoka yule. Alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi. Alimudhi mwanamke yule. Umesoma fungu la 11 mwalimu. Ndilo ninalolitaka. Wewe umeenda mbali. Ulipiga sentensi twende. Hakuna shida baba. Twende. Asante. Anasema na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Lakini alipotazama kule shetani alikopita, alipowatazama watu wa mwangaza, alipomtazama Pastor Tungarasa, alipowatazama Burka, alipowatazama kwaya ya mwangaza, alipotazama wanadamu akasema hai, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa neno lake. Wale wasioyapenda maisha yao hata kufanya namna gani? Atakufa. Amina. Ushindi umepatikana. Amina. Ushindi umepatikana. Amina. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sio kwa uzoefu wao kanisani. Kuna watu ukienda hata kwenye darasa la lesoni asubuhi, unaweza ukafikiria mbingu ni ya baba yao mzazi. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Paka anaivutia na suruali. This week's lesson has blessed me so much. Wengine utawasikia mikwala. I was baptized in 1971 during the era of Pastor so and so. Sikiliza. Hatuokolewi kwa uzoefu wako uliokaa kanisani. Semeni amina. Amina. Wala uokolewi kwa sababu wewe ni mwimbaji sana. Imba, nyanyua sauti, paza kiruka sarakasi. Hauokolewi kwa hayo. Hata mimi Tungarasa siokolewi kwa kuhubiri. Tunaokolewa kwa damu ya mwana kondoo. Amina. Na kwa ushuhuda wa neno la Bwana. Haleluya. Amina. Maana yeye amekikalia hicho nini? Kiti. Amina. Bwana wabariki. Amina. Maana Bwana wabariki. Amina. That is the good news. Amen. Amekaa, amekishika kitabu. Na alipokishika kitabu Yohana akaambiwa usilie. Hata mimi watu hapa Mwangaza na wataka kuwatia moyo msilie. Amina. Amekishika nini? Kitabu. Usilie. Amen. Usilie. Amekishika. He is having control of your life. Amen. Yesu hakuyaacha maisha yetu mikononi mwa shetani. Ni wewe ndio utakayeyakabidhi maisha yako mikononi mwa shetani. Ila yeye hakuyaacha maisha yako mikononi mwa. Amekishika kitabu na hata kiachia kamwe mpaka atakaporudi mara ya pili. Amen. You are safe in his hands. Amen. Uko salama mikononi mwake. Amen. Habari njema ni hii. Tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Amen. Only that. Hamna ujanja mwingine. Nje na hapo we are doomed to death. Bwana na atubariki mchana wa leo. Simameni. And I am on time kabisa. Nimemaliza kwa muda. Kuna kwaya ina wimbo huo? Amna. 113 nyimbo za Kristo. 113 nyimbo za Kristo. Hamna makolista. Mgomo umeanza. Naweza mkasema hata one term kwenye uimbaji.